الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، namshukuru na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muda huu ninaweza kusema lakini tulipokuwa tunaandaa safari ya kuelekea eneo hili sikuwa na nguvu ya kusema, na niliwaambia tutakapofika kule kushirikiana na wenzetu katika kumsitiri Muallim Ishaq takuwa nimekusanya nguvu na kuweza kusema lolote. Swala na salamu tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azifikishe kwa kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nilipokea taarifa za musiba wa kuondokewa na mwanafunzi wetu Ishaq ibn Ali mara tu baada ya kumaliza darsa la tafsirul Qur'an jana, tukiwa Masjid Rahma, na tulikuwa bado hatujapeana uhuru binafsi. Baada ya kumaliza darsa tunajiradi, baada ya kumaliza ma yuqalu ba'da ad-durus, yale tulioelekezwa na wanavyoni wetu ya kusemwa au dua ya kuombwa baada ya kumalizika masomo, basi huwa tunapata kisimamo. Kisimamo kile tunamswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na baada ya mwongozo ule wa kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukifika mwisho ndipo tunapopeana uhuru binafsi. Kwa hiyo tukiwa kwenye kisimamo kile, kabla hatujapeana uhuru binafsi, tukiwa kwenye Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim, tunaenda mwisho Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim tasliman kathira ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatima ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatima ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimati inda al-maut. Hapa ananijia Ustadh Abdul Karim na kunipa taarifa ya kwamba amepigiwa simu na Ustadh Shahrani kwamba Muallim Ishaq ibn Ali amepata ajali, amegongwa na gari na ameshafariki, na hivi sasa yuko hospitali ya mkoa. Kwa hiyo tulipokea taarifa tukiwa bado tuko kwenye kisimamo, kwenye mzunguko, tukimswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi pale nilipatwa na kutwa kujiandaa kutoa taarifa
kwa wanafunzi wetu, walimu wetu na wasikilizaji katika darasa lile. Kwa hakika tutakapokuwa tunamsitiri Muallim Ishaq ibn Ali katika nyumba yake ya haki, basi swala hii nitaiongoza mimi mwenyewe wakati tunaendelea kukamilisha kumsitiri, kwa sababu nilipokea taarifa ya msiba wake tukiwa katika swala hii. Lakini mwisho mwa swala hii kuna kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husnul khatima, mwisho mwema. Nikaona kupata taarifa ya kuondokewa na Muallim Ishaq tukiwa katika dua hii ya husnul khatima. Amepata husnul khatima Ustadh Ishaq bin Ali, amepata husnul khatima. Malakul maut ameichukua roho yake akiwa katika kheri. Namna nilipoupokea musiba huu, taarifa ya musiba huu, yalinijia maneno ya Mtume Muhammad aliyozungumza siku alipoifiwa na mwanawe Ibrahim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoifiwa na mwanawe Ibrahim, alionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam anabubujikwa na machozi. Aliulizwa, wa anta ya Rasulullah, hata wewe ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akawaambia, innal ayna la tadma'u wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wala naqulu illa ma yurdi Allah. Sikilizeni jamaa, hivi mnavoniona ninalia, machozi yananibubujika, innal aina la tadma, sina namna ya kuyazuia macho yangu yasitoe machozi. Siwezi, sina kinachoweza kuyazuia macho yangu yasitoe machozi. Wa innal qalba la yahzan, na hakika moyo unahuzunika. Sina namna ya kuuzuia moyo kuhuzunika kwa kuondokewa na mwanangu Ibrahim. Akamalizia kwa kusema, wala naqulu illa ma yurdi Allah, wala hatusemi isipokuwa yale yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kulia hatuwezi kujizuilia kulia. Kuhuzunika hatuwezi kujizuilia kuhuzunika. Akamalizia maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, na hakika yetu sisi ewe Ibrahim, kwa kufariki kwako, kutengana na sisi umekufa. La mahzunun, sisi ni wenye huzuni. Haya ndio maneno ambayo tunatakiwa tuyaseme kwa muallimu wetu huyu, Muallim Ishaq ibn Ali, namna alivyotutoka. Wa inna
ala firaqika ya Ishaq ibn Ali la mahzunun, na hakika yetu sisi kwa kufariki kwako ewe Ishaq ibn Ali ni wenye kuhuzunika. Huzuni hii ilinishika nilipopewa fursa ya kuomba dua. Nilipata tabu sana kuiongoza ile dua kwa sababu ya huzuni. Huzuni hii ilinipata, nilileta taswira yake Ishaq ibn Ali ni mwanafunzi ambaye amediriki kufuatana na mimi tukitoka Mahad al-Hayat Islamia kuelekea mjini. Baada ya kumaliza vipindi vya masomo nimekuwa nikifuatana naye, na hadha firaqu baini wa bainak, ni mpaka nimwambie tukifika pale maeneo ya sokoni, basi mimi kwenda kwenye mahitaji yangu binafsi nampa ruhusa. Lakini tunapotoka kule Maahad kupita pale Mgombani, wanafunzi mwigeni almarhum Ishaq ibn Ali alikuwa akiniuliza maswali, lakini kilichonifurahisha zaidi alikuwa akiniambia, shekhe, naomba unihusie. Ndio maana nilishindwa kumaliza dua kipindi kile, wakati nimepata fursa ile. Nilikumbuka ule utaratibu wake, na shekhe nihusie. Ishaq alikuwa akiniambia hivyo, shekhe nihusie. Ni watu wachache sana wenye maono hayo ya kumwambia shekhe wake, mwalimu wake, mwalimu, naomba unihusie. Ni watu wachache. Ishaq ibn Ali, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Nilimpenda sana. Kilichonisababisha nimpende ni ile lugha aliyoiandaa shekhe letu na baraka yetu na nuru yetu almarhum Sheikh Mas'ud bin Mwinyi. Katika lugha aliyoiandaa, na nina wajibu hivi sasa lugha ile kuitengenezea kitabu, kwa kuchelea watakaokuja nyuma yetu wanaweza wakapotosha. Kama tutaacha iendelee kwenye madaftari, kila mtu awe naandika kwa uhuru wake, tunachelea, kuna watu wanaweza kuja kuweka vitu vingine tofauti, na wakati ile ni lugha iliyoandaliwa na yeye mwenyewe Sheikh Mas'ud, ambayo imebakia kwenye daftari ndogo na daftari kubwa. Sasa ni wajibu wangu kuandaa ile lugha ikawa kwenye yani ichapishwe kabisa kwenye matba. Kama mtu anaandika, lakini awe anaandika maandishi yaliyotoka kwenye matba, kwa ajili ya kuchelea kule kupotoshwa. Ndani yake Sheikh alisema hivi, hal yuhibbuka al-ustadhu, je, ustadhi anakupenda? Kila mwana Hayatul Islamia aliyesoma lugha hii sentensi lazima ipitie. Hal yuhibbuka al-ustadhu, je, ustadhi anakupenda? Jawabu, naam yuhibbuni kathira, ndiyo ustadhi ananipenda sana. Linakuja swali, limadha yuhibbuka, kwa nini anakupenda? Lianni uti'uhu, kwa sababu mimi ninamtii. Nimepata huzuni kubwa sana kwa kuondokewa na Ishaq. Ishaq ni mutii, ni mtiifu.
Ishaq ibn Ali ni mtiifu, na utiifu ikhwa, utiifu ndio unaopelekewa mtu kupendwa. Utajisumbua bure kutafuta kwa nini fulani anapendwa, kwa nini fulani anapendwa. Chukua hiyo siri. Anayependwa, huyo anayempenda, siri kubwa ni utiifu. Ndio yule mshairi akasema, unadai kuwa wewe unamtii Mwenyezi Mungu na ile hali unamuasi. Madai hayo sio ya kweli. Anempenda Mwenyezi Mungu atajiepusha na kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna al-muti' lianna al-muhib lilmuti' lima yuhibbu muti'. Mafahamu? Ukitaka uwe wewe ni katika watu wanaompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima uwe mtiifu, unatimiza na kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. لأن المحب لمن يحب مطيع لأن المحب لمن يحب مطيع. Kwa hiyo tulimpenda sana Ishaq ibn Ali kwa sababu alikuwa ni mtiifu. Kwa hiyo baba katika watoto wake, watoto watakaopendwa na baba au na mama ni wale watiifu. Raia watakaopendwa na kiongozi anayewaongoza ni wale raia watiifu. Hilo tulikamata. Ishaq ibn Ali ni katika watu ambao walifaa kutumwa na waliaminika. Tunapokuwa na wanafunzi wengi, lakini pia hata na walimu wengi, hatukatai wote ni walimu, ndio. Hatukatai wote ni wanafunzi, ndio. Lakini fahamuni walimu wangu, fahamuni wanafunzi. Kuna wanafunzi wanafaa kutumwa, kuna wanafunzi hawafai kutumwa, japo wote ni wanafunzi. Kuna walimu wanafaa kutumwa, lakini kuna walimu hawafai kutumwa, japo kweli ni walimu. Kwa hiyo itategemea wewe ni mtu wa aina gani, na siku kikosekana ile rekodi yako ndivyo ambavyo itawagusa watu. Kwa Ishaq kisha alikuwa ni mujtahid katika masomo yake. Lakini darasani Ishaq alikuwa na uthubutu wa kuuliza swali. Ni wanafunzi wachache. Na anayeuliza swali maana yake amekuelewa. Amekuelewa. Mara nyingi sana sio kila anayeuliza eti hajui au hajaelewa. Mtu ameelewa, ndio maana anataka ufafanuzi zaidi. Ishaq alikuwa na uthubutu wa kuuliza maswali. Lakini Ishaq alikuwa mnyenyekevu. Ndio maana amependeza kwa walimu wote. Leo nimeona walimu wote wamejitokeza. Ishaq alikuwa na muamala mzuri na wanafunzi wenzake. Ndio maana huzuni imetawala sana. Wamempoteza mwenzao sana. Kwa hiyo ni darsa, lakini pia kuna ibra kwa waliobakia.
kwa kuondokewa na Ishaq. Ishaq alikuwa ni mtu wa namna gani? Huzuni imekuwa kubwa kwa sababu kila mtu katika sekta yake anataraji mafanikio. Mfanya biashara katika biashara yake anataraji kufanikiwa. Mkulima, mfugaji, sisi walimu tunapowapokea wanafunzi tunatarajia wanafunzi wale ufike wakati watusaidie kazi zetu. Ni majuzi tu dufaa ambayo tulirasmisha kwamba mtatusaidia kazi zetu hizi za kusomesha na nyewe mwingie kwenye vipindi. Mwalimu Ishaq ni miongoni mwao. Kwa hiyo tumepoteza kitendea kazi. Tumempoteza mtu ambaye hata kuwekwa darasani ni kuaminiwa. Mwalimu anayejitambua hawezi kumweka mwanafunzi kwenye kipindi kama hajamwamini. Kwa hiyo alifikia Mwalimu Ishaq kwamba sasa huyu atatusaidia kazi zetu. Tumepatwa na huzuni kubwa sana. Mwalimu Ishaq kifo kimemkuta akiwa katika kutekeleza ratiba miongoni mwa ratiba zilizomsababisha yeye kuwepo katika mji wa Babati. Ni talib al-ilm ambaye amebahatika umauti unamkuta bado yuko katika kazi yake ile. Kifo kimemkuta anaelekea kutii maelekezo ya mwalimu wake, anasubiriwa na mwalimu wake. Kifo kinamkuta Mwalimu Ishaq anaelekea kutekeleza agizo la mwalimu wake katika taratibu za kiilmu. Amepata husnul khatim, amepata mwisho mwema Mwalimu Ishaq kwa sababu alikuwa ni talib al-ilm na ametoka mbali, manake alikuwa fi sabilillah, alafu ameifia katika kazi hiyo, hakujichanganya, ameifia akiwa ni katika kazi yake ile ya talabatul ilm. Ndio maana tuliwaambia wazazi pale, ndugu jamaa na marafiki, naam, msiba huu yahitaji tujengane. Msiba wa Mwalimu Ishaq yahitaji tuhusiane, kuvumilia na kusubiri, kwa sababu ni katika aina ya misiba ile ambayo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatakiwa ifanywe kazi kweli kweli. As-sabru inda sadamatil ula. Mwalimu Ishaq amehudhuria darasa zetu za tafsirul Qur'an, na kama kuna aya hapa tutakumbushana, ni aya ambayo Mwalimu Ishaq ameshaisoma katika darasa la tafsiri ya mwaka huu. Na kama ni kuelezea subra, ni somo ambalo Mwalimu Ishaq amelipata siku 3 tu, tulikuwa tukielezana. Tulipofika katika sehemu ya subra, tunahusiana kwamba walimu wafanye subra, viongozi wafanye subra, lakini subra tukawaambia as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla min al-asal. Subira, ndugu zangu Waislamu, ukitaka kupata ladha, yani subra ina ladha gani? Subra ni kama shubiri, ladha yake, ladha ya subra ni shubiri ladha yake ni chungu. Kwa hiyo kusubiri sio kula tende. Kuvumilia na kusubiri kwa kuondokewa na Mwalimu Ishaq yahitaji ujipange sana na kumwomba Mwenyezi Mungu akusaidie, kwa sababu hakuugua Mwalimu Ishaq kwamba anaumwa.
tunapeana taarifa za kuumwa kwake kwamba leo hali naona imezidi kuwa mbaya, halafu watu wanasema kwa hali hii huyu wakati wote anaweza kuondoka. Kisaikolojia watu wanajiandaa kwamba huyu kwa hali hii, mkipata taarifa yoyote msishangae. Yale ni maandalizi ya kisaikolojia kwamba wakati wote huyu anaweza kuondoka. Muallim Ishaq ameondoka akiwa na siha, akiwa na afya, akiwa katika taratibu za kawaida. Mara unapokea musiba, hapa ndio as-sabru inda sadamati al-ula. Atakayeweza kusubiri katika mazito ya aina hii, akasubiri pale mwanzoni kabisa, malipo yake ni makubwa. Na ndio maana malipo ya subra, mwenye kusubiri analipwa bila ya hesabu. Wenye kusubiri malipo yao wanalipwa bila ya hesabu. Lakini mshairi anatuambia walakin awaqibuhu ahla min al-asal, mwisho wake, yani matokeo ya subra, ladha inabadilika kutoka ladha ya shubiri chungu, ladha inakuwa ni tamu kuliko tamu ya asali. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja amepita, kulikuwa kuna mama amesimama kwenye kaburi, ameondokewa na mtoto wake. Yule mama akawa kwenye kaburi lile anaomboleza. Kuomboleza hakufai. Sisi sote ni waombolezaji, lakini katika kuomboleza kwetu tunatakiwa tuseme yale yanomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuleta ile dhikri ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yule mwanamke alikutwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiomboleza, akisema maneno ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad akamwambia ittaqillaha wasbiri, mche Mwenyezi Mungu na usubiri juu ya msiba ule ukupata. Mwanamke yule hakujua kama anayemwambia hivyo ni Mtume Muhammad. Akamwambia ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Akatoa maneno makali yule mwanamke, anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikalie mbali, niondokee, hujui msiba ulionikuta wewe, ndio maana unaniambia maneno haya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe ule, akaondoka. Hakuanza kusema Mtume hivi, wewe unajua mimi ni mtume wa Mungu, unaniambia maneno, wewe unajua mimi ni mtume wa Mungu. Mtume alimaliza ittaqillah wasbiri, mche Mwenyezi Mungu na usubiri. Alipoambiwa niondokee, kaa mbali, hujui msiba ule, machungu nilionayo huyajui, ndio maana unasema hivyo. Mtume hakutaka wewe mimi ndio mtume. Mtume aliondoka. Lakini baadaye yule mama aliambiwa innahu rasulullah sallallahu alayhi, huyo aliyemjibu hivyo ni mtume wa Mungu. Mama akachukua hatua ya kwenda nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa bahati nzuri hakukuta geti wala walinzi, moja kwa moja alimfesi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama yule akimwomba msamaha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimsamehe, akamuongezea nasaha, akamwambia as-sabru inda sadamatil ula, subira, kuvumilia ni katika mgongano wa mwanzo. Hapa pana istiara, as-sabru inda sadamatil ula, musiba wa aina hii. Musiba wa aina hii, kuna maneno ya lugha ya Kiarabu yameazimwa yawe yana maana ya musiba, kwa sababu as-sabru inda sadamatil ula, hapa ni kukutana vitu viwili vigumu, hiki kigumu na hiki kigumu, halafu vikakutana kwa ghafla. Kitu kigumu na kitu kigumu kwa ghafla vikagongana. Lugha hii ikaazimwa, ikawekwa kwenye kuelezea musiba unamkuta mtu ghafla. Kwa hiyo ndugu zangu, ukitaka kusubiri na ukapata malipo ya subra, ni pale tu unapopewa taarifa ya ghafla, jambo zito, ukasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alafu usiseme mambo mengine, ukamwomba Mwenyezi Mungu akupe subra, akuzidishie imani, lakini wakati huo ukamwomba Mwenyezi Mungu akulipe malipo ya subra. Ndugu zangu, kwa kumalizia, tulikuwa na bado tuna muendelezo katika masiku haya mwezi wa Ramadhani, katika darasa letu la tafsiri ya Qur'ani mwaka huu Masjid Rahma.
tumeishi katika suratul An'am. Katika suratul An'am hili lilotokea kuna maelezo pale. Mwenyezi Mungu ametueleza, wa huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu. Mwenyezi Mungu asema wa huwa alladhi khalaqakum min tin, yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi wanadamu, asili yenu ni kwa udongo. Kwa maana ya baba yetu Adam ndo asili yetu, ameumbwa kwa udongo. Sisi namna tulivyopatikana ni baada ya Mwenyezi Mungu kumuumbia baba yetu Adam mke wake, kutokana na nafsi yake, kutokana na Adam na Hawa ndio wakapatikana wanaume wengi na wanawake wengi, lakini kwa njia ya mbegu za uzazi. Kuchanganyika mbegu ya uzazi ya mwanamume na mbegu ya uzazi ya mwanamke, pale Mwenyezi Mungu akikadiria kupatikana kiumbe, hao wengine wamepatikana hivyo, lakini lazima urudi kwenye asili. Asili ni Adam alayhi wa ala nabina salatu wassalam, ameumbwa kwa udongo. Mwenyezi Mungu asema baada ya kukuumbeni, sasa utaratibu ulivyo, thumma qada ajalan, kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akapitisha ajal, akakadiria ajal, akahukumia ajal. Ajal hapa bimaana utaishi hapa duniani upate uhai wa huu dunia, uhai wa hii dunia kwa muda gani? Thumma qada ajalan. Ndugu zangu, hakuna atakaye kufa kabla hajamaliza muda wake ambao Mungu ameshakadiria. Asema thumma qada ajalan. Kila mmoja wetu hapa tayari alishahukumiwa hapa duniani ataishi kwa muda gani. Ndiyo hiki ambacho tunachokieleza kwa wazazi, ndugu wa Ishaq, lakini walimu na wapenzi wote wa Ishaq. Ishaq hakufa kwa bahati mbaya. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, thumma qada ajal. Pale malakul maut alipoichukua roho ya Ishaq, Ishaq alishamaliza, hapokuwa na namna nyingine. Thumma qada ajalan. Kama hiyo haitoshi, wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala. Mungu anakataa, haikuwa nafsi yoyote ife isipokuwa itakufa. Pale inapokufa ni sawasawa na fardhi. Kifo kinakuwa ni fardhi, sio fardhi ambayo haijulikani na muda gani. Kitaba muajjala. Tuchukulie kifo ni fardhi ambayo imewekewa muda maalumu, ndio thumma qada ajalan. Haya yatutoshe, tufanyeni subra. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.